Yesu anashangiliwa mikono ikiwa juu ya kichwa, ikiwa juu ya MP. Haleluya! Tabora vigelegele, Yesu ni Bwana, Yesu ni Mwokozi. Haleluya! Amen, amen. Tunaweza keti, na ikiwa uko na kiti iko mbele yako, tafadhali hakikisha umejaza ile iko mbele, ndio ule atakuja amechelewa akae ile iko nyuma. Tusonge mbele, tusonge mbele. Tuliambiwa kwa mpindi tunajipanga kama tuko class, ndio tuwe tunaweza concentrate vizuri. Usizoee kukua nyuma, maana wewe si wa nyuma, wewe ni wa mbele. Wewe ni wa mbele pamoja na Yesu. Karibuni, karibuni. Amen. Asante. Asante tunaosonga. Haleluya. Kuna mwingine alisongeshwa na Asha akakasirika, maana ni kama ile pointi yake ndio anapenda, kama ndio anasikianga pointi. Haleluya. Amen. Tunashukuru Bwana, ametulinda, ametutetea. Asante, asante kwa kusonga. God bless you. Nataka tusikie neno. Ambia jirani tunasikia neno. Na umwambie hakikisha umepata pointi. Haleluya. Nataka tuweke mikono yetu pamoja, tukaribishe neno la Bwana. Tutaenda kusikia neno la Bwana kutoka kwa mmoja wetu, nani la Deacon Kaleli, hata tutetea neno. Ongezea Yesu shangwe. Ongezea Yesu shangwe. Amen, amen, amen. God bless you. Amen, 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 amen. Hallelujah. Ndata iwe? Aya. Niazia ata iwe. Anenegwe Yesu. Akadhi wa mwana wa Ngai. Amen. Unajua naambianga bradhangu secretary. Tunasikianga habari za Abraham ambaye hatukumuona lakini tunaamini. Amen. Tunasikianga habari za Job ambazo tunasoma habari zake lakini hatukumuona. Amen. Lakini tuliishi na mtakatifu na tukamuona. Amen. Na sasa yuko nasi lakini tunajua alikuwa mtakatifu. Amen. Kwa hivyo nasema hivi, atukuzwe Mungu wa Ibrahim, sema amen. Atukuzwe Mungu wa Isaka, sema amen. Atukuzwe Mungu wa Yakobo, sema amen. Atukuzwe Mungu wa Reverend Nzala. Yes. Unajua leo today ibada ni nzuri. Kila kitu ni kizuri. Yaani praise and worship team wameimba mpaka nikasikia kuambia Yesu sasa kuja sasa. Kuja leo tuende na wewe sasa. Tukiwa katika hii hali Yesu kuja sasa. And when I tell you this is the best church in Machakos County, you have to believe me. You have to believe me. You have to believe me. Someone say amen. You are great. You are great. Everything written about you is great. Esther, sitaki kuja kwa madhabahu lakini kaanga tuna hiyo mic, sawa? Haleluya. Mko salama? Mko wazuri? Mko na Yesu? Mnafurahia? Mnasikia vizuri? Onagone wana tanda kubidha. Haleluya. Wacha nichukue nafasi niwashukuru kwa kuja kanisa. Amen. Angalia mwenzako mwambie asante kwa kuja. Tabarikiwa. Hautatoka vile umeingia. Utatoka ukiwa salama na vizuri. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Na kabla nisahau, sasa kuna wanga na wimbo ya Mother's Day. Kuna wanga na wimbo ya Mother's Day. Mama upenzo wako kulipa sina, kwa taabu ulininyonyesha, namwomba Mungu akupe baraka mama. Hallelujah. Celebrate our mothers. Happy Mother's Day. We love your mothers. We appreciate your mothers. You are the best of mothers.
we are privileged to have a mother in the house. Amen. Our mother, our pastor, our prophet, celebrate our pastor. Hallelujah. 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 Thank you so much. Keti katika uwepo wa Bwana tunapoenda kusikiza neno la Bwana. Amen. I'm also, what can I say? Niko na bahati. Niko na ndugu yangu katika hii ibada ambaye anaitwa Dalmas. He has been my linguist, my interpreter. Amen. Dalmas, usikae mbali na mic. Hiyo mic una exchange. Uzuri Mungu ameweka karibu na Esther. Muna exchange hapo kwa hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah, because sababu nitakuwa na kuhitaji the unity of believers in Kiswahili. Umoja wa believers. Umoja wa waumini ndio ujumbe wetu siku ya leo. Amen. Naona saa 6 na dakika 25. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako atukai sana. Ambia mwenzako atukai sana. Nundu muti wa obosia wenda okatiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Enda nami katika kitabu cha Mwanzo. Hallelujah. Kitabu cha Mwanzo 11. Thank you, Jesus. Are you there? Wacha kuniakia picha. Dalima zinasema tuna blush tukiona hiyo picha hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niwapatie ushuhuda. Watu wa mitambo wakieka hiyo Mwanzo 11. Kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 9. Ndio tutaanza nayo. On Sunday. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umwami wachumwa inaitwaje na Kiluya? Sunday inaitwaje na Kiluya? Yeah? Jumapili hiyo si Kiluya. Jumapili nilikuwa na pesa ya sadaka na nilikuwa na pesa na 1,000 ya kununulia watoto keki baada ya ibada, watoto wangu. Hata kwa Yesu. In short, najaribu kusema nilikuwa nimesota sana. Hata kwa Yesu. Mungu aishie mbinguni. Naina silingi ndembo na ngiliumu walatine mbele na nyuma. Hata kwa Yesu. And I remember telling my wife, ni mwisho wa mwezi lakini mwezi vile inakaa sijui utasurvive aje. Hata kwa Yesu. Na kumbe naye ndugu yangu Munganga alikuwa ametupatia bahasha za outreach. Na hiyo sikuwa nimebajetia. Hata kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. I usually give testimony to encourage people. Amen. Biblia inasema walimshinda shetani. Hallelujah. Kwa ushuhuda na damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. And then ilipofika wakati wa kutoa sadaka, nikawa nang'ang'ana na mwili na roho. Nitowe hii 1,000 iko kwa wallet peke yake. Kaleli weti wa chao. Wewe umeangilie noi. Weti wa chao umyondemba hiyo kanga ni wene kwina mathina ni kuthuku. Ile conversation nilikuwa nayo hapa na mwili na roho hapa kwa hiki. Hata kwa Yesu. Nikafika mahali nikasema ikue. I know Lord is faithful. Aliyenipatia hii moja, he is also faithful to do what? To provide. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nikachukua bahasha ya outreach na nikaweka sadaka yangu na nikabaki bila kitu. Hata kwa Yesu. Wapendwa, God is so faithful. I trusted in God. Nilifika nyumbani majioni hivi.
Nikawa na mkutano na wazee wengine, nikawaambia wazee, unajua nimesota sana, sina hata kitu. Na wao wananiangalianga, wanaona kaleli ni kama saa ajawe ifanye nini? Mzee mmoja akaingia kwa mfuko 2,000. Mwingine akaingia 800. Na asia hallelujah. Now we can continue with the week. We can survive in the week. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikafika kazini Tuesday. Nikaambiwa na mkubwa mwingine nipeleke mahali. Akaingia kwa ofisi fulani. Akaingia hivi akakuja na vitu zake akaniambia, kijana yangu, unaniheshimu, unaniona kama mkubwa wako. Akanipatia 2,000 pesa mpya. Nikasibia Mungu, sasa walinipatia 2,000 na sasa niko na nyingine 2. Sasa hii 2 hii sasa ni sadaka. Weka kwa hapo, hata usiweke wallet isichanganye na ile nyingine. Weka kwa mfuko ya simu hapo nyuma. Na nikasisa simu yako. Sasa mambo ikaanza kuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia Mungu ambia mtu mambo itakuwa mazuri. Ambia mtu mambo itakuwa mazuri wewe. Mambo itakuwa mazuri wewe. Hata kukuwa na giza mambo itakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. The Lord has been faithful the whole week. In fact, this has been the shortest week in this year. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nilikuwa najiuliza itaisha namna gani? There's no one like you, Jehovah. Ukiona sisi Esther akisema there's no one like you, Jehovah. Ukiona sisi tukiinua mikono kusema you are my provider, you are my provider, we know what we are saying and what we are singing. Bwana Yesu sana. No dakadhi wa Yesu dokiloma na wangai kadhi ya Yesu na manambe. Hallelujah. Are we there? Iko na dhati. Atukai sana. Inchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mu. Tuendelee. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona inchi tambarale katika inchi ya Shinari, wakakaa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa hapa, this was not the plan of God. Hii haikuwa mpango ya Mungu. Mpango ya Mungu aliambia Abraham, aliambia Adam na Eve wazae na wajaze, lakini wamekuja na mpango wao. Wakaamua watakaa sehemu fulani, waende kinyume na mpango wa nani? Wa Mungu. Tuendelee. Wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. They had resources. Bwana Yesu sana. Walikuwa na vitu, walikuwa na akili. Bwana Yesu sana. Lakini kuna kitu nataka hapo uangalie kwa mstari. Wakasema, haya na tujijengee mji umoja. Nataka uangalie umoja. Bwana Yesu sana. Watu wako na nini? Umoja. Na wameamua wanajengea mji. Twende 5. Bwana wakasema, haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa inchi. Mpango wa Mungu ulikuwa fanya nini? Wajaze ulimwengu. Lakini wao wanasema nini? Wasitawanyike duniani. Bwana Yesu sana. Hii kujenga mnara na kufika mbinguni, nataka kuwa na revelation. Walikuwa wanataka kujifananisha na Mungu, na hata wafike pale Mungu amefika. Wamuulize mbosi, unaona hawezi kuomba ndi TV hata yabika. Na kwa huo na atuete, ni sisi tumejileta kwa nguvu zetu, kwa umaarufu wetu, maana tuko na umoja. I'm speaking about the unity of believers. Naye Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye uweza, mwenye ufahamu wote, akasema, kama basi wamekusanyika hivi na wako na umoja hivi,
watu hakuna kitu kitakao wazuia. Lakini na sisi, sikumbuka Mungu hakusema na mimi, akasema na tushuke. Bwana asifiwe sana. Kuna pia aspect ya umoja. Bwana asifiwe sana. Tusome tumalize kwanza. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, umoja. Bwana asifiwe sana. Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wameanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno na hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Twende. Na haya na tushuke. Bwana asifiwe sana. Mumeungana, muko na nia moja, muko na usemi mmoja. Bwana akasema tufanye nini? Na tushuke huko, tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Watu wanaweza ungana, watu wanaweza kuwa na nia mbaya, nia mbovu, wakiwa na umoja. Na watu wakikuamulia mpendwa, wakiamua kumalizana na wewe, wamalizana na wewe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Saa hii tuko katika kipindi cha siasa. Tuko na watu wanaitwa United Alternative Government. United Alternative. Na tuko na serikali. Tuko na linda mwananchi. Watu wameungana hii Kenya. Bwana asifiwe sana. Unajua saa zingine nasikianga ile siasa iko katika hii Kenya. Naona vile watu wamekusanya, nasema God reigns in this country. In fact, let me tell you, inawaambia sasa hii ni kidogo kinyume na hii, lakini nataka kukuambia hivi. If there's something that you should pray for this country, kama kuna kitu ambao unafaa uombee hii nchi yetu ya Kenya, ni siasa mbaya. Bwana asifiwe sana. The biggest risk, it is said, the biggest risk for this country is politics. Si Al-Shabaab, si Al-Shabaab, si njaa, si adui. The biggest risk, si kukosa mafuta. The biggest risk in this country is politics. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mwanasiasa wanaweza amuka siku moja waongee kitu moja hivi na hii nchi ichomeke. Bwana asifiwe sana. I remember sisi wa kitambo, when I was very young, tulikuwa na shamba huko side za Narok. Na kwa sababu ya clashes za 92, 93? Because of those clashes, we lost everything. Wazazi wetu walikuja kuanza upya, maisha upya Ukambani. Walipoteza kila kitu, maisha, vitu, nyumba, mashamba. Bwana asifiwe sana. The biggest risk to this country, it is politics. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo nashukuru Mungu sana. Maana tarehe 4 mwezi huu kuna watumishi wa Mungu walikaa chini na wakaona hii nchi inafaa iombewe. Na haitaombewa na mtu mmoja, haitaombewa na pastor mmoja, haitaombewa na dini moja, lakini itaombewa na mwili wa Kristo ukiwa na umoja. Bwana asifiwe sana. I don't know kama kuna mtu aliona hiyo launch hiyo National Prayer and Transformation something. Ilikuwa Kasarani, ilikuwa hapa Uhuru Park. I thank God for those men of God who have united. When the political class is uniting, men of God are uniting, because this country has a destiny with God. Nataka niwaulize, hii Kenya itachafuka, tukose wakati wa kuimbia Mungu namna gani? Tukose wakati wa kuabudu na Mungu namna gani? Bwana asifiwe sana. Yaani kukuwa na vita Kenya upate hatuwezi kuja ibada. Mom, I will the local morning glory. Nondo gunzi tembeta kukuombe. Out now, in the name of Jesus Christ, this country will meet its destiny in the name of the Lord.
We will praise our God in this country. We will worship our God in this country because we have united as body of Christ to pray for this country. And God will hear our prayers because our God is mighty. Hallelujah. Basi Bwana akawatawanya kutoka, rudi ya juu, kuna kitu nimeona. Haya, na tushuke huko, tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno yao kwa wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Mungu anaweza shuka. Kumbe Mungu anaweza shuka. Na anashuka na nguvu na kuchafua mipango ya adui. Mungu anaweza shuka. Adui yote ambayo anapanga chochote kinyume na maisha yetu, atawanywe na asambaratishwe na hasa apatiwe usemi tofauti. Kuna mtu alikuwa anaitwa, kuna watu walikuwa wawili, alikuwa mmoja alikuwa anaitwa Balak na mwingine Balaam. Akisema walaani, ananena baraka juu ya Israeli. Bwana asifiwe sana. So there is a God who can confuse anyone who tries to bring evil to the land and the people of God. Bwana asifiwe sana. Na hivyo basi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Yeyote ambaye ako na mipango kinyume na maisha yetu, Bwana na ashuke. Bwana na amchafulie mipango ya katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho kinafanya hii huduma isisimame na isikuwe na umoja, Bwana na ashuke. Bwana na ashuke, na achafue, na ashafue, na wasisikizane katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hallelujah. We have been united with Christ. I said there's nothing that can tear us apart. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana akashuka, akawachafulia usemi wao. Hawakusikizana, na wasisikizane katika jina la Yesu Kristo. Wasisikizane katika jina la Yesu Kristo. Wanaotupangia mabaya, wanaopangia familia yako mabaya, wanaopangia kazi yako mabaya, wanaopangia familia yako mabaya, wanaopangia ndoa yako mabaya, wanaokupangia mabaya, wasisikizane katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Twende 8. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko, waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. The plan of God must prevail. Mpango wa Bwana kuanzia mwanzo ulikuwa dunia ifanye nini? So by fire, by force, walitawanyika duniani kote na wakajaa duniani kote. Bwana Yesu asifiwe. Tushangilie Mungu, maana hakuna mwingine kama yeye. Mpango wake ulitimia. Amen. See God. Mpango wa Mungu kuanzia mwanzo ulitaka kuwa hijacked na watu fulani, lakini mpango wa Mungu ulitimia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Enda nami. Nataka kuonyesha watu ni wabaya. Watu wanaweza kupangia. Watu wanaweza panga njama. Hallelujah. Lakini ashukuriwe Mungu wa mbinguni, maana mipango ya binadamu ambaye ni kinyume na Mungu haijawahi fanikiwa siku hata moja. Yes, people might frustrate you for some time. Bwana asifiwe sana. Watu wanaweza kukanganya, watu wanaweza kutesa, lakini ni kwa muda, maana mpango wa Mungu lazima utatimia. Hallelujah. Enda nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Acts 23 from verse 11. I want to show you something. Matendo ya Mitume 23. Matendo ya Mitume 23 kuanzia mstari wa 11. Hallelujah. Usiku ule Bwana akasimama karibu naye, akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyo ni shuhudia
habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Paulo. Anaambiwa anaambiwa Bwana alimtokezea usiku. Bwana akamwambia uwe hodari, maana kama vile ulivyonishuhudia lazima utanishuhudia na wapi? Na Rumi. Rumi ni Rome. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulipopambazuka, Wayahudi wakafanya mapatano. Mapatano yanafanya na watu ambao wako na umoja, wako na nia moja, wako na imani moja, wako na maombi moja, na wako na mpango moja. Kama vile unasikia mpango nende. Wanajua sana. Sasa kulipopambazuka, wale Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hadi wamuue nani? Yani, hebu imagine. Watu wamekuwa na mkutano, watu wameagree hatutakula, hatutakunywa hadi tumalizane na kaleli wa Yesu. Are wa Yesu. Mama Silvanus akango nenge kaukose okanini. When I was in Form 3, niliacha shule. In fact, high school nilisoma miaka ngapi? 5 years. Na kilichofanya niache shule kwa mwaka mzima, mwaka na nusu, kilikuwa watu ambao waliketi na wakapanga njama. Are wa Yesu, kaleli wa Yesu hii somethwa niki soma niki no utwa wokosi akeka mekaniki no utwa wokosi akatue kwa bundi. Haleluya. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Imba nami. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na neema na rehema tele. Our God, our Jesus. Hata wa Yesu. Nakumbuka siku moja, second term, yule mtu alikuwa analipia school fees. Alikuja kwetu asubuhi na mapema. Nilikuwa naishi pale Chumbi Junction. Nilikuwa naishi na nyanyangu na ndugu zangu. Akakuja akaambia my grandmother, "Kwambio munde umwami." Hiyo ni Kigiriki, nitakwambia vile inamaanisha. "Kwambio munde ninaamua wa." Hata wa Yesu. Kwa kisomo chaka licha wa. Ngwa muna wewe ni mwaka kukuwa. Leo muna wewe ni mwaka kukuwa. Na yunu mmekata. Umwami nilikuwa nasema hivi, walisema kuanzia leo msaada waliokuwa wanatupatia wa masomo, wa chakula, wa kila kitu, wamefanya nini? Chondo inaitwaje? Hiyo chondo wamefanya nini? Wametoa. Hata wa Yesu. And that's how niliacha shule na nikakaa nyumbani mwaka mzima. Hiyo kipindi kilikuwa kimejawa na mambo mengi, shida mingi, vilio, matatizo. Lakini baadaye nashukuru Mungu nilikuja kumaliza shule, na ndiyo maana niko hapa nikisema ndiyo maana unaitwa Jehova. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda.
ndio maana unaitwa Jehova. Aspect ya umoja ambayo nataka kuleta ni hii. Katika hicho kipindi nilikuwa nimeacha shule, ili happen kujipata nimeshikwa na polisi. Na hiyo siku niliyoshikwa, watu walitoka as far as Narok County, wakakuja wakachukua wengine walikuwa Athi River, na wakakuja kusherehekea, wakakuja kusherehekea ya kwamba nimeshikwa na niko katika mikono ya polisi. Hata wa Yesu, watu wakasherehekea, watu wakalipa fare, wakalipa nauli, wakapigana jamu ya Nairobi Mwanasa, wakikuja kusherehekea ya kwamba I'm now falling. Bwana asifiwe sana. Ndio walikuwa wanamfanyia Paulo hapa. Bwana asifiwe sana. Nao kulipopambazuka, Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo. Wakajifunga kwa kiapo. Ushaona watu ambao wamejifunga kwa kiapo wewe? Kwamba hawatakula wala hawatakunywa wamuue Paulo. Tuendelee. Na hao walio apiana hivyo walikuwa zaidi ya watu 40. Mtu mmoja, watu 40. One is against 40 ambao wamefunga. Bwana asifiwe sana. Tuendelee. Nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee wakasema, tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Wameenda mpaka kwa wakubwa wao, wamewaambia wakubwa, sisi tumeamua ndao kubidha ndisa makindu onatea kila kindu tumejawa ngori. Mama najua unaishi Nairobi, majembe alikuwa anasema amejaa ngori mpaka amalizane majembe. Ilikuwa Gumbao walikuwa wamejaa ngori na wakaekelea mawe ya kutokula na kukunya. Hata Yesu sana mwana kadhiwa mwana wangai we tuendelee. Basi sasa nyinyi pamoja na wazee wa baraza mwambieni, yani imagine this is a meeting, an emergency meeting imeitwa baina ya hao watu 40 na makuhani wapange vile watakavyomuua Paulo. Haleluya. Basi sasa nyinyi pamoja na wazee wa baraza mwambieni jemedari amlete chini kwenu, kana kwamba mnataka kujua habari zake vizuri zaidi. Njama. Hata wa Yesu, watu wanaweza kupangia njama wakiwa na nia moja na mpango mmoja na roho moja ya kukumaliza. May the Lord intervene. I say may the Lord intervene. May the Lord intervene. Bwana naingilie mpango wote wa umoja wa nia ya kutaka kutumaliza katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu. Mpendo, unapopangiwa kitu wewe mwenyewe hauna habari. Wakati watu wanakupangia njama, wewe mwenyewe unakuwa clueless. You don't know. But people are planning evil things about you, against you. We live in a wicked world. Bwana asifiwe sana. Wakasema aletwe na wajifanya kana kwamba wanataka kumhoji, wajue hivi huyu Mungu wake anahubiri, huyu Mungu wake ambaye ana hizi habari njema za Yesu ambazo anahubiri inafanya waganga wapoteze biashara, inafanya walevi waache kwenda kwa vilabu kukunywa pombe, inafanya mpango wa kando. Mzee aache mpango wa kando, arudi kwa familia yake. Inafanya mpango wa kando apoteze pesa na mali. Inafanya wenye biashara waganga wakose pesa, wakose nguku nzio na mboi nzao na ng'ombe itano.
Wanashangaa, wanajiuliza huyu mtu atafanya tukose biashara namna gani? Lazima tumuue, maana ameleta injili ya ukombozi, na sisi maisha yetu tunakuwa mzuri, tunapata pesa vizuri, tunanawiri vizuri wakati watu wanamtumikia shetani. Hata wa Yesu. Haleluya. Wakapanga jama, wakasema aletwe, wajifanye, waambie jemedari mkuu wa majeshi, mtu aletwe, muende mujifanye kwake ya kwamba mnataka kuja kumhoji zaidi, na sisi tuko tayari kumuua kabla haja nitusomere mwende. Akasema na sisi tuko tayari, maana tumejifunga na kiapo. Kwanza kuna kiapo kidhito. Umwami, kidhito inaitwaje na Kiluya? Wanaweza sifa sana. Kidhito, watu wanakula kidhito. Makaya kidhito, makaya muma. Wanaweza sifa sana. Kuja kwitu Kitanga bya numaye muma. Ola umide Kitanga banu, nani meroka Kitanga? Anyone from Kitanga? Hey, thank you so much, man of God. Kule Kitanga kuna watu walikula muma. Na mpaka saa hii hizo familia zinateseka. Wameuzia mashamba watu wakuja sisi. Mimi ni Moki huko Kitanga. Hawana kitu. Ukiona nyumba nzuri ya Kitanga si ya wenyeji. Na walikuwa na mashamba 80 acres plus. Lakini hizo mashamba zote wameuza. Hawana, maana walikula kiapo. Familia, yani hizo generation baada saa hizi waliokula kiapo ni wa kitambo. Hata walishakufa. Wamama wamebaki ni watoto wao na wajukuu na vitukuu, lakini bado wanateseka. Maana walikula nini? Kiapo. Na wakaenda kinyume na nini? Na hiyo kiapo. Kwa hivyo hii kiapo walikuwa wamekula, usifikirie ni kitu ya rahisi. Si kitu ya kawaida. Hii ni kitu ukienda kinyume nayo inakufanya nini? Inakumaliza. Bwana asifiwe sana. So ilibidi wakule kiapo ambayo wewe mwenyewe ufanye nini? Uweze na kinyume na hiyo kiapo, maana ukienda hiyo kiapo wewe mwenyewe ndio utafanya nini? Utakufa. Bwana asifiwe sana. Na wakaikula na wakafanya hiyo nini yao. Watu wa Mungu, wewe unaambiwa hapa ufunge na uombe. Bigasa mwanda mnyamanyi neiwa ndiwa manye neiwa ndiwa ndio sawa Mesia akani kunda kali wachawi, waganga, maadui zako wanafunga kwa ajili yako. Baraza tu sana. Ukisikia tukisema tufunge na tuombe, tafadhali funga na uombe. Ukisikia tukisema ni wiki 3 za Januari, tafadhali jiunge. Najua mama karibu kutuambia nini tufunge mwezi wa 6. Tafadhali jiunganishe, maana hicho unachokifanya adui anakifanya bora zaidi kuliko wewe. Kwanza yeye anajifunga na kiapo, wewe wakati tu unaomba na kufunga. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na kanisa la Mungu haliwezi kuwa na nguvu kama watu hawajajua ukweli wa hii injili. Hii injili ndiyo itakayotukomboa na kutetea. Bwana asifiwe sana. Maana hii injili iko na nguvu. Ukishajua ukweli utakuweka huru. Maana leo umejua ya kwamba kuna watu ambao hufunga na kujifunga na viapo kwa ajili ya maisha yako. Kwa hivyo na wewe utafanya nini? Lazima usimame na ahadi za Bwana. Bwana asifiwe sana. Lazima usimame na ahadi ya Bwana. Mgombao kwa haraka, rudi kwa huo mstari wa 11. Ahadi ya Bwana tuone ilikuwa namna gani kwa juu ya Paulo. Ili jua watu wangefanikiwa hata wafanye nini. 11 nasema nini? Usiku ule Bwana akasimama karibu naye, akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo wapi? Kwa hivyo wapange, wapangue, wafunge, wajifunge na viapo. Kazi yao ni bure.
ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Bwana alikuwa shahidi, hata wafanya nini hawatafanikiwa. Na katika jina la Yesu Kristo naomba wasifanikiwe. Wasifanikiwe. Wasifanikiwe kinyume na maisha yako, kinyume na watoto wako, kinyume na mipango yako, kinyume na ndoto zako. Wasifanikiwe. Haleluya. Ngomba turudi 16. Tuona ile kitu alifanya 16. God will also bring someone to rescue you. Hata kwa Yesu. God will also bring a way out. God will also make a way where there's no way. Mungu akamfanya kakijana kasikie hiyo mpango. Mungu akatumia kamtu kadogo kasikia hizo habari, kalisikia hizo habari, mtu ambaye hata hangeweza kumshuku. May the God expose the enemy in the name of the Lord. May the God expose the enemy, the enemies of our children, the enemies of our careers, the enemies of our vision and dreams, in the name of Jesus Christ, Son of the living God. Hallelujah. So mjomba wake Paulo akasikia habari za kuotea kwao. Nienda kunambia kanambia ndo mama ndike yange. Hallelujah. Ndo mama bundi we baage dhine ekala we macho ndo mama ndike yange. Akasikia habari za kumwotea nani? Paulo. Akaenda akaingia ndani ya ngome, akampasha Paulo habari. Amen. Tuendelee. Paulo akamwita ofisa mmoja akasema, mchukue kijana huyu kwa jemedari, maana ana neno la kumwarifu. Tuendelee. Basi akamchukua akampeleka kwa jemedari, akamwambia Paulo, yule mfungwa aliniita, akamwambia Paulo, yule mfungwa aliniita akataka nikuletee kijana huyu. So he was a young man. Sawa, kijana huyu kwa kuwa ana neno la kukuambia. Tuendelee. Yule jemedari akashika mkono, akamshika mkono, akajitenga pamoja naye kando, maana ni siri na lazima atoe hii siri watu wengine wasikue, ili asitatarishe maisha yake. Maana kama kuna watu wamejifunga na kiapo kwa ajili ya Paulo ambaye amejaa mafuta, na huyu kijana pekee, na huyu kijana na labda ana anointing kama ile iko na Paulo, atafanya nini wakijua alitoa siri? So akamuita kando na akamwambia what was being planned. Akamuuliza kwa faraga, una neno gani utakalo kuniarifu? Twende. Akasema, Wayahudi wamepata kukuomba umlete. Twende. Basi wewe usikubali, kwa maana watu zaidi ya 40 wamemuotea, wamejifunga kwa kiapo, wasile wala wasinywe hadi watakapomuua, nao sasa wako tayari. In the name of the Lord, Son of the living God. Yoyote ambaye ako tayari kupigana maisha yetu, kupigana hii ministry, mipango yao na isambaratika, na mipango yao na iteleze, na waaibike katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Nao sasa wako tayari wakisubiri kusikia atauliwa ama hapo. Nimesema vizuri kama ataponea. Hiyo Kiswahili iko sawa?
Basi yule jemedari akamwacha kijana aende zake, akimwangiza, usimwambie mtu awaye yeyote ya kwamba umeniambia haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mipango ya kukuokoa isisikike na adui katika jina la Yesu Kristo. Mipango ya kukuokoa, mipango ya kukudeliver na isijulikane na adui zako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tuendelee. Akawaita maofisa, deliverance imeanza. Haleluya. Akawaita maofisa wawili, akasema, wekeni tayari askari 200 kwenda Kaisaria. Hallelujah. Paul is about to be escorted like a VIP. Walikuwa naotewa na watu 40. Sasa wala wanamlinda ni watu 200. Hey! Who is on the Lord's side? Who is on the Lord's side? Aha. Sasa wacha uone mambo ya Mungu, ili ujue Mungu ni Mungu. Hata wa Yesu, wekeni tayari askari 200 kwenda Kaisaria. Prepare. Haleluya. Na askari panda farasi 70. Namba inaendelea kuongezeka. Security detail ya I love these things. Unajua kwa nini nafurahia? I understand things to do with security. I understand things to do with protocols. I know how things, ukisikia tumefika hii level, this is a high risk client. This is a VIP. Na by the time, wacha nikwambie, by the time uone unalindwa hapa, ati unapelekwa na polisi, ile pesa umetoa mtu wangu, ile pesa umelipa. Ati uko na askari wawili na wako na bunduki wanakuescort. Ewe ile kuchunwa umechunwa kwa akaunti yako. Bundi ile kuchotwa umechotwa kwa akaunti yako. Lakini ashukuru Mungu wa mbinguni, maana Paulo anaenda bure. Security ni bure. There is a God who provide extraordinary. Askari wapanda farasi 70 na wenye mikuki 200 kabla ya saa 3 usiku. Hashakatala babaya. Haleluya. Tuendelee. Akawaambia kuweka wanyama tayari wampandishe Paulo na kumchukua salama kwa Feliki mtawala ama gavana. Haleluya. Rudi. Ambia kuweka wanyama tayari wampandishe Paulo. This man of God is no longer going to walk. Anapandishwa mahali. Anawekwa kwa Maybach, mama. Anawekwa kwa Mercedes E-Class. Anawekwa kwa Range Rover. Is a high risk client ambaye anafaa chunga vizuri. Bwana Yesu sana. Mpaka anapandishwa. Na wakamchukua salama shakatalabaya kwa Feliki mtawala. May you arrive safely to your destiny. Katika jina la Yesu Kristo. May you arrive safely to your destiny in the name of Jesus Christ and the Son of the living God. Bwana Yesu sana. Now, nataka tuende katika Zaburi 133. Psalms 133. We want to see what God is saying about unity of believers, unity of brethren. Amen. Tumeona watu wanaweza ungana kwa mabaya. Bwana asifiwe sana. Now let us see, wacha ni tuone ndugu na jamaa wakiungana vile Mungu atafanya. Hallelujah. Are you there, man of God? Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Bwana asifiwe sana. It is so beautiful to live in peace and harmony as brethren. Inapendeza. Wacha tuone mfano unapatiano
mfano ambao unapatianwa na Biblia watu wakiishi namna hii. Twende. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upinde wa mavazi yake. Amen. Ni kama umande wa Hamoni ushukao milimani pa Sayuni, maana huko ndiko Bwana alikuamuru baraka, naam, uzima hata milele. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni kama umande wa Hamoni ushukao milimani pa Sayuni. Mfano unaopatiana hapa ni mfano wa consecration, mfano wa kuwa set apart. Zayuni hapa inawakilisha Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Inawakilisha Yerusalemu, na si Yerusalemu tu hii ya leo, ni Yerusalemu hata ya mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tukiishi pamoja kwa umoja, Biblia inasema ya kwamba mfano wetu ni kama kutengwa, kuwekwa safi na Mungu, kuwa set apart na Mungu. Na mfano unaopatianwa ni mfano wa Yerusalemu ambaye Mungu ameitenga. Biblia inasema Yesu atakaposhuka kutoka mbinguni, Sayuni, Yerusalemu. Wanaweza sifa sana. Ndio naona Waislamu wa Kristo sijui nani wanapigania nani? Israeli. Wanaweza sifa sana. Because something that has been set apart, it is a city that has been set apart by God himself. Wanaweza sifa sana. Kwa hivyo Bwana anasemaje? Maana huko Sayuni, huko ndiko Bwana alikuamuru baraka, naam, uzima hata milele. That when we live in peace and harmony, tukiishi kwa umoja na umoja kama ndugu na jamaa na wapendwa na Wakristo, Bwana anasema hatutapata baraka tu hapa, lakini hata uzima wa milele tutakuwa nao. Bwana asifiwe sana. Uzima na hata milele. Life and forevermore. 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 Maisha hapa duniani yatakuwa mazuri, na maisha hata baada ya hii maisha kutakuwa kwema. Bwana asifiwe sana. I pray in the name of the Lord. Si Mungu atupatie umoja. Atupatie umoja katika familia zetu. Atupatie umoja katika ndoa zetu. Atupatie umoja katika mlima wa ibada, ili tuishi kwa baraka zake na tukaishi hata milele na milele pamoja katika jina la Yesu Kristo. Itakuwa ni vyema sana baada ya maisha forevermore, nikiwa na Ken mbinguni akimtukuza Mungu, nikimwambia no lilikana kuya kwa Reverend Zola ono raini ya Yesu we, no lilikana we, no lilikana we, umoja 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 umoja, oh umoja wa roho, oh umoja umoja, umetuweka pamoja. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Now tumeona jinsi ilivyo vyema wakati ndugu na jamaa wanaishi pamoja. I want to tell you one thing. Ngombana nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza. Wakati ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja. Nataka niwaambie wapendwa, kama mitume wa Yesu hawakuwa pamoja, wakiwa na nia moja, wakiwa na imani moja, wakiwa na kusudi moja, roho angeshuka. Roho angeshuka. If you want to see God in mountain of worship, lazima tukuwe na kitu inaitwa one accord. Give me kizungu. Tuone vile nasema. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Bwana asifiwe sana. Kama tunataka kumuona Mungu, lazima tukuwe na umoja. Umoja ambao unaangaliwa hapa ni umoja wa one mind, one heart, one spirit,
one faith. Hata wa Yesu. One mind, one heart, one purpose, one faith. Wanaweza sifa sana. If we can be fully committed to this unity, I can tell you, people of God, hakuna kitu Mungu azitufanyia. Hakuna kitu Mungu azitufanyia. And now I pray in the name of the Lord, may God give us unity as a church. May God give us unity as leaders of this church. May God give us unity in our departments. May God give us unity in our homes. May God give us unity in our families. Kwa sababu kama kuna kitu kimeshinda watu na kimeletea watu shida, watu wameshindwa kuishi kwa umoja na upendo with one accord. Saa hii nikikuuliza, most of us wananiambia kwa familia yetu kuko hivi, familia yetu kuko hivi, familia yetu iko na hii shida, familia yetu hatatuongeleshani. Kuna dada, Mungu atashuka aje kwa watu ambao wasikizani? No wonder Jesus is stirring. Arewa Yesu. Maana Roho wa Bwana hawezi shuka kama hamna nia moja, hamna imani moja, hamna purpose moja. He cannot come. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. And I will pray in the name of the Lord. Now that we have known the truth, may God unite our families. May God unite our homes. May God unite our country in the name of the Lord and the living God. Hallelujah. Ena nami katika kitabu cha Warumi. Nataka kumaliza. Nilikuwa na mengi lakini nalilikana motivo obozia twaisi wenda okeanata. Romans 16 from verse 17. Warumi 16. Now I urge you, brethren, those who cause division and offenses contrary to the doctrine which you learned, avoid them. Bwana asifiwe sana. Enda Kizungu, enda Kiswahili. Avoid them. Ndugu zangu na wasii, waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe na wao. Avoid anyone who will tell you pastor wako ni mbaya. Avoid anyone ambaye atakwambia mzee Matiasi ni mbaya. Avoid anyone who can cause division in your home, in your family. You have the right. You have the right to avoid them. Jiepushe na wao. Huu ni Paulo analiandikia kanisa. Bwana asifiwe sana. Analiandikia kanisa la Rumi. Hakuwa hata amefika huko, lakini alikuwa amesikia habari zao, vile wamempenda Yesu, vile wameshikilia imani. Akasema hata kabla sijafika huko kwenu, na acha niwaandikie maneno haya, maana nyinyi kazi yenu imeonekana kuwa ni nzuri. Lakini kazi yenu ikiwa nzuri, kuna watu ambao wanaingia katikati yenu na waharibu umoja wenu. Kwa hivyo anawaambia, ndugu zangu na wasihi, waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza. Bwana asifiwe sana. Avoid them. Anyone who can bring division in our church, in the name of the Lord, they remain despised. Bwana asifiwe sana. Ebwenda. Kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo. Anyone ambaye ataleta mafaragano ama kitu division, huyo amtumikii Bwana wetu Yesu Kristo. Maana Mungu wetu ni wa umoja, Mungu wetu ni wa upendo. Hata kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na
Roho Mtakatifu. Our God is a God of unity. So mtu yeyote ambaye atajaribu kuleta mafaragano, kuleta division, he is not carrying the Spirit of Christ. Kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maana kwa maneno laini na kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Simple people. Nipatie Kiingereza. Yes. For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly, their own interests. Ukiona mtu ambaye analeta division kwa ushering, huyo mtu amtumikia Yesu Kristo, anatumikia interest zake. Ukiona mtu ambaye analeta mchafuko katika praise and worship team, I dare say huyo mtu ana roho ya Bwana, anatumikia interest zake katika jina la Yesu Kristo. Kwaya, msijaribu kutawanywa na watu ambao wanatumikia tumbo zao katika jina la Yesu Kristo. Do not accept to be divided katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Na Biblia inatuambia watu hawakuja na vita, hawakuja na mapanga, wanakuja na maneno mazuri. Niweze chaledie onondo mundu okuinae mwanionanye no mupana kibere chukwayane chika hata pa uwe ndi wona akijekani hata wanakuja na maneno. Biblia Kiswahili imesema maneno laini. Do not accept such kind of people in the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Hebu enda. For your obedience have become known to all. Therefore, I am glad on your behalf, but I want you to be wise in what is good and simple concerning evil. Paulo alikuwa analionya kanisa. Mambo haya hayakuwa yametokezea, lakini alikuwa analionya ya kwamba mambo kama yanaweza fanya nini? Na mimi najionya na natuonya. Mambo kama haya yanaweza tokezea mlima wa ibada, lakini yasipate nafasi katika jina la Yesu Kristo. Mambo kama haya yanaweza tokezea katika familia yako, katika ndoa yako, katika umoja mlio nao, onanzangolele mwenda, vitu kama hizi zinafanya nini? Lakini mambo kama haya kuweni be wise. Do not accept, do not be simple concerning this thing, because watu wanatumikia matumbo yao na mambo yao wanayafanya wanamfanyia shetani, wala si baba yetu Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Haleluya. Hapo tu Warumi, kaa tu kwa hiyo Warumi. Hebu enda 25. Dalmas kuna kitu alisema asubuhi, na mimi narudia hiyo tu bado. Ujumbe wote ambao auishi na kumtukuza Yesu Kristo, huo si ujumbe wa kutoka kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Now unto him, nani? Who is him? Our Lord Jesus Christ. Now unto him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the ministry kept secret since the world began. But now made manifest, and by the prophetic scriptures made known to all nations, according to the commandment of the everlasting God, for obedience to the faith. I pray that you be obedience. Tukalitii neno la Bwana, tukatii yale ambayo tumefunzwa, maana yeye anaweza kutudumisha katika imani, katika umoja wa Roho Mtakatifu hadi siku ya Yesu Kristo kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Enda 2 Corinthians chapter 13, the last verse. 2 Corinthians 13, the last verse. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be
with us all. Sema amen. Be with us all. Neema ya Yesu Kristo ikuwa nasi, na upendo wa Baba Yesu na upendo wa Bwana Mungu wetu kuwa nasi, na tukuwa na ushirika wa Roho Mtakatifu, hakuna kitakacho tutenganisha kama ndugu, kama kanisa, na kama jamii, na kama taifa. Amen. Nataka uinue mkono wako kwa Bwana. Mwambie kutenganishe na kila mpango wa umoja wa watu, na kila nia za watu za kuungana kinyume na maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana akusaidie. Usitumike na shetani kuleta mafaragano. Usiungane na shetani na watu wabaya ambao wanaleta kikwazo kwa maisha ya watu. Ambia Bwana akusaidie. Ambia Bwana akusaidie. Ambia Bwana akusaidie. Ambia Bwana akusaidie. Uwe mtu wa kuleta umoja, uwe mtu wa kudumisha umoja, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Rizika ya bazanda baba ya rizaka la bazande kele kazeka ya basenda ya Baba, naomba chochote ambacho kinaweza nitenganisha, kinaweza tutenganisha Bwana, kinaweza nitenganisha na wewe Bwana Yesu, niondolee na njama za umoja, watu ambao wanaungana kinyume na maisha yangu, kinyume na jamii yangu, kinyume na watoto wangu Bwana, mipango ya watu, nia za watu, njama za watu Bwana Yesu. Naomba Baba uniepushe na wao, uniepushe na wao Yesu, uniepushe na mipango yao, uniepushe na njama zao. Si umemwepusha Paulo Bwana, si walitaka Bwana kujenga mnara na ukawasambaratisha Bwana, si walipanga Yesu hata kumuua Paulo Bwana, na mipango yao ikasambaratika Yesu. Naomba pia yao ikasambaratike. Wanaosimama kinyume, wanaopanga usiku na mchana, wanaoniotea, wanaotuotea Bwana, wanaotea maisha yetu, wanaotea mipango yetu, wanaotea Bwana ayakazata babaya, rekazanda babaya, rekezetele babaya, remazanda babaya, zekele balawazata babaya, zenda babaya, remazanda babaya. Baba, nakataa mipango yao, umoja wao na ukataa, njama zao na zikataa, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, naomba tudumishe katika umoja wa udugu Bwana, tukaishi vizuri Bwana, tukaona baraka za umoja, tukawapate maisha ya umoja, katika jina la Yesu Kristo. Nasimama kinyume Bwana na kila roho wote ambao usimama kinyume na umoja wetu, umoja wa mlima wa ibada. Nasimama kinyume, nakataa katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kutakuwa kwema, maana tutasimama na wewe Yesu. Tuko na ushirika na Roho Mtakatifu, tuko na upendo wa Baba, tuko na neema ya Yesu, tuko na Mungu wetu, tuko na Yesu Kristo, tuko na Roho Mtakatifu, na tuko na umoja na Roho Bwana. Baba, ni asante kwa ibada ya leo Yesu. Tumesikia neno lako Bwana, hili neno likatubeba hii wiki yote Yesu, tukatembea na umoja wa Roho Mtakatifu, tukatembea na umoja wa malaika, tukatembea na umoja wa Mungu wetu, tukatembea na neema ya Yesu, tukatembea na umoja. Baba, ni asante, maana umeongea nasi na tumefurahia Bwana, maana Yesu uko nasi na unatembea nasi. Hautakutuacha kuwa peke Bwana, lakini Bwana umetuachia Roho Mtakatifu ambaye ameshikamana nasi, na tutatembea na yeye. Bwana, wewe ni mwaminifu. Pokea sifa na shukrani, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tunakupenda, tunakuenzi, tunaliinua jina lako na tunalisifu, na hakuna mwingine kama wewe. Na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Haleluya. Tukiwa tumesimama, nataka tumkaribishe our mother, our prophet, our pastor, our blessing. Celebrate Jesus for our pastor. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Yeah, 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 Hallelujah. Amen. Amen. Shangilia Yesu. Hallelujah. Amen. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Hallelujah. Amen. Amen.
kubariki. Tuketi, tumebarikiwa. Haleluya. Si umepata point? Hata wakiapa, haleluya, Mungu atalete njia. Maana amesema lazima uende Rome umshuhudie. Lazima ufike destiny. Haleluya. Kwa hivyo haijalishi wataapa ona maikanene kendo. Hapo nimepata pointi. Bwana asifiwe. Unajua unaweza panga kufunga na kuomba, ayuo yambe yo yaka tosti. Lakini hawa wamesema hata hawatalamba ili waharibu. Lakini Mungu akaharibu mipango yao. Haleluya. Maana Mungu akikupangia mema, haijalishi shetani ataapa nini. Amen. Unity is very important. Hallelujah. Kwa hivyo twashukuru Bwana kwa hiyo neno imetujenga. Hata kwa mboma yako. Hallelujah. Hata kwa mboma yako usikubali kitu cha kukutenganisha na mke, na bibi, na watoto, na wazazi. Hallelujah. Unity, umoja utawapeleka mbali. Amen. Hata ukiambiwa bibi yako ni mjinga, asiendi Yesu ni yagwa. Haleluya. Hiyo ndio yangu. Kwa hivyo na wakienda unamwambia usirudie kufanya hivyo. Haleluya. Vibaya, lakini mbele ya watu unasema hiyo mjinga ndiye yangu, ili ulinde the unity of the family. Praise the Lord. Tutaenda kumtolea Bwana. Amen. Tutaenda kumtolea Bwana sadaka na tutabarikiwa. Hallelujah. And we thank God because the Lord is fighting our battles and is caring for us, na anatutetea na anatupigania na anatushindania siku baada ya siku. Amen. Tolee Bwana na moyo wa furaha. Tolee Bwana sadaka nzuri na fungu ya 10. Umtolee na uaminifu. Bahasha ya white tunaandika sadaka, bahasha ya kaki tunaweka fungu zetu za 10. Na mtu asikudanganye, usimtolee Bwana ama pepo isikudanganye ama isikuongebeshe. Si tuliambiwa ushuhuda ya vile mtumishi alikuwa anasikia akitoa itaisha, na akatoa na Mungu akalete zingine katikati ya wiki zikawa nyingi kuliko ile alitoa. Kwa hivyo shetani asikushuhudie ya kwamba ukitoa utaishiwa. Mwambie nitatoa, zote ni za Mungu. Haleluya.
Ukimaliza kuweka, basi tuinue kwa Bwana. Tuinue kwa Bwana zaka na sadaka zetu, tutamke baraka. Haleluya. Baba, tutasema asante kwa ajili ya sadaka zetu. Tumetoa cash, tumetoa kwa simu. Bwana, tunaamini tunapoachilia kwako Bwana, na wewe unaachilia baraka kwetu. Tunaomba ukapokee sadaka zetu, ukapokee matoleo yetu Bwana, ukatubariki, ukatushindanie na ukatutetee. Tunaamini baraka zako zitafurika kwetu, na hakuna giza itatuzuia, hakuna ubaya utatuzuia, hakuna uovu utatuzuia, hakuna mamlaka itatuzuia. Utaenda kututoshelesha na kutoshelesha maisha yetu na mahitaji yetu, maana Bwana wewe ndiye tunayekupea, na tunakupea kwa imani. Baba, ninaomba kazi kwa ule anahitaji kazi. Naomba kulipwa kwa ule watu wamekataa na pesa zake. Naomba kurudishiwa wale wamekataa kuwarudishia, wawarudishie, maana wewe ndiye unayefungua milango. Naomba Bwana kazi, naomba mazao, naomba fruitfulness Bwana. Naomba milango kufunguka, iliyofungwa ikafunguke, na wale pesa zao zimekulwa na maadui, zingine zimekulwa na mandawa. Mwana wa Mungu ishie milele. Wengine wameambiwa wapigwe picha ya pesa nyingi. Mungu wangu na Baba yangu, lete njia. Fungua pesa zetu Bwana, zisiingie kwa mashimo, zipate kunusirika, zipate kuwa sawa, maana we ni Mungu. Tunakuamini na tunakutumainia. Katika jina la Yesu twaomba na kuamini. Amen. Tumtolee Bwana na moyo wa furaha. Amen. Watoto, tulete sadaka muende